Ni siku nyingine tena naleta sehemu ya tatu ya maokoto. Tulisema tutaenda moja kwa moja mpaka sehemu 10, yani tutaenda tukiwa pamoja, kipengele cha kwanza hadi cha mwisho. Hii ni sehemu ya tatu ya maokoto. Niwakumbushe tulipoishia. Ilikuwa ni ifike mahali vijana waende kazini. Katika kuzunguka yao ile raundi ya kwanza, wakose chochote cha kuiba. Yule wa kwanza aje akutane na mimi huku nyuma wa mwisho, atake kulichukua begi langu. Kumbuka begi langu mimi huwa naekaga kila kitu changu, kuanzia pesa wanazoiba, kila kitu. Sheria inasema nikitaka kufungua hilo begi niangalie nimefanya kazi gani, ama nimefanya kazi ukubwa kiasi gani, ni baada ya 1 wiki. Ni save hiyo. Ila tunasahau sana maneno ya wahenga wa zamani walisema. Japo kwa asilimia kubwa sasa hivi vijana hatutaki kutumia misemo, kwa sababu tunajiamini kwamba ama tunafikiri kwamba walisema wahenga hawapo. Ina maana tuishi kwa akili zetu, tusitegemee akili za mtu mwingine. Ila mimi nataka kuwakumbusha kwamba wahenga walisema ukitaka kujua ama kama ukijiona umekuwa nyumbani pindi ukiwa kwa baba yako, jifanye umekunywa pombe, umelewa, alafu ufike pale nyumbani uongee na baba yako, mtofautiane tu kidogo, mgombane. Katika kugombana huko uje usahau tena, umuulize mama chakula kiko wapi, badala kutumia neno rahisi mama naomba chakula, uulize chakula kiko wapi. Hapo ndipo utakapogundua pale nyumbani baba yupi, mama yupi, mtoto ni yupi. Nafikiri umenielewa. Kazi inaanza maokoto. Hicho kilikuwa tu ni kama kibwagizo, kwa namna nyingine naweza nikaita, ama mdokezo kwa namna nyingine. Sasa inafika pale vijana wanaenda kazini, hawapati chochote. Kumbuka, kijana wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 ndo mimi. Yani niko mwisho. Dunia inazunguka, maisha yanazunguka. Yule wa kwanza anakuja kunikuta mimi wa mwisho, anataka kuniibia nilicho nacho kwenye begi langu. Sheria za kazi pia napenda kuenda kwa vipengele na kuwakumbusha sheria, ili nisikuache mbali sana ukalalamika kwamba unielewi kabisa. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo yule kijana anazunguka kutafuta kumuibia, hajapata, anakuja kukutana na mimi wa mwisho. Katika kuzunguka kule, tunakaa kwenye line, tunazunguka mjini pale. Alafu kikubwa zaidi, hawanijui kama mimi nafanya nao kazi, kwa sababu mimi ndo bosi wao. Na napenda sana kuvaa maski na miwani nyeusi, huwezi kujua sura yangu kiwepesi wepesi. Mzungu kuleta maski ya kuwa mjinga, alikuwa na fumbo kubwa sana, ila alituletea tu maradhi corona, yakatuumiza sana. Sasa kilichopo ni mimi kuonyesha umakini ama ufanisi wangu wa kutetea lile begi lisiondoke, kwa sababu akilichukua, akirudisha nyuma kisheria wanasema hamna kugeuka. Akipokea wa nyuma, akimpa mwingine, ni bosi mdogo. Kijana wangu yule wa kazi, kama unamkumbuka, nilimwajiri mimi, akajirie 2, na inafaa naye anipe mzigo vile vile. Kumbuka wakati huo siko, nimekutana na jamaa wa kwanza. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo nilichokifanya, nilimpa lile begi kwa akili future, ndo maana najiita bosi wa maokoto. Ila katika kumpa, nilionyesha ishara ya kumpa, akapokea, tukabaki wote tumelishika lile begi. Kila mmoja analihitaji. Mimi ni bosi, lazima niwe na lile begi ili nipate hela za kuwalipa, kwa sababu lile begi pia likiibiwa, kumbuka bosi wa upande wa pili nilimwandika mimi, akinikosa mimi nyuma, ina maana ataenda na mzigo, na sitaki akague ndani kuna kuaga na kitu gani. Kwa sababu kumbuka, unapoibiwa mtu, kitu kinachoibiwa hawana namna ama hawana nafasi ya kuangalia ni kitu gani kipo ndani. Kama ni pochi, kama ni paper bag, wanaileta kama ilivyo, mimi natia kwenye begi, naenda mbele. Sasa kumbuka, nikiachia begi,
huyo wa nyuma sasa, bosi mdogo huyo ikifika kwake akirudisha nyuma nisipopokea, lazima ageuke nyuma kujiuliza kulikoni, mbona apokei, ili anione, kwa sababu anajua sheria za kazi. Sasa akinikosa atajua hapa balaa limeshatokea, labda nimekamatwa. Ina maana atakimbia na mzigo, lazima akakague tu kibinadamu. Nafikiri kama mnaelewa hapo. Kwa hiyo nilipompa lile begi, tukiwa tumeshikilia wote wawili, nikamwambia kijana, sasa sura ya kazi hiyo nimebadilisha sura, pamoja kwamba nimevaa maski na miwani, nikabadilisha sura kwa maana ya kwamba nikaongea maneno ya kitajiri na ya kumtisha bado kijana yule achie begi. Nikamwambia kijana, angalia sana, sio kila kitu ni cha kushika, vingine ukishika unanata. Akaniangalia, akajaribu kufikiri, akaachia yeye mwenyewe peke yake, akajikataa. Mimi nikawahi kwenye position yangu, yani nikawahi nafasi yangu ile ya mwisho, kusubiri walete. Kumbuka safari inaendelea. Hakujua kijana wa pili kilichomkuta kijana wa mbele, wala kijana wa tatu hakujua. Saa hiyo tumegongana kwenye kazi, bosi na mfanyakazi. Sijui kama mnaelewa maokoto. Hiyo ni sehemu ya 3. Sehemu ya 4 inakuja. Siku sio nyingi kukueleza kwamba baada ya kuona kwamba kuna mahali inafika vijana waniibie mimi, ikabidi nimtafute kijana niliyemwandika tubadilishe sheria. Inatumika hata bungeni kubadili sheria, yani kipengele nikiweke vizuri ili wasije wakanivamia mimi mwenyewe. Ndo part 4 inakuja. Usikose kuiona. Ila kikubwa zaidi, usisahau vile vitu muhimu vya kunifanya mimi niokote, kama vile like, comment. Ile la kizungu sasa hapo kwenye hapo utamalizia, inakuwaga YouTube. Utamalizia, hamna haja tu niseme kila siku. Unajua unalijuaga. Kizungu kigumu jamani, tuacheni sisi wa Afrika. Nashukuru, asanteni sana. Karibu kutafuta kipengele kinachoendelea part 4. It is come so soon.